Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Emmanuel Kibona. Ni siku nyingine tena nimekutana na mtumishi wa Mungu, kiongozi wa huduma ya Worship Gathering Tanzania. Tarehe 20 kulikuwa na matukio mawili pale jijini Mbeya, charity pamoja na mkesha wa kusifu na kuabudu. Mtumishi wa Mungu, unaweza kutuambia namna gani mambo yalienda huko jijini Mbeya? Amen. Namshukuru Mungu. Matukio yalienda vizuri kwa maana ya charity, watu walijitolea kwa ukubwa, lakini pia watu walitoa muda wao kwenda. Of course ni mbali, lakini tunamshukuru Mungu tuliweza kufika gereza la Songwe. Uongozi wa lile gereza walitupokea vizuri sana. Tunamshukuru Mungu sana sana sana. Nitumie pia fursa hii kuwashukuru watu waliojitoa kwa hali na mali, kutoa vyombo vyao vya usafiri, kutoa fedha, kutoa vitu, lakini pia kufika hata pale. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Yes, umezungumzia habari ya tukio la pili. Tukio la pili ilikuwa linaanza saa 12 jioni pale Teku Hall. Ilikuwa ni mkesho wa kusifu na kuabudu kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa mwaka huu 2025, lakini pia kumuomba Mungu kwa ajili ya mwaka 2026. Namtukuza Mungu sana sana sana. Mungu alituonekania kwa ukubwa sana. Yaani ni tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunafikiria. Lakini Mungu alitenda, watu waliweza kufika kwa wingi. Washukuru Mungu pia, tumie fursa hii kumshukuru Mungu, mtumishi wa Mungu kaka Doni Kimokatobe, Paul Mwangosi, Daudi Mwalilino, pamoja na watu wengi waliojitoa pale, wachungaji, mchungaji Mbaza, namshukuru Mungu sana. Mchungaji Kandonga, lakini na mchungaji Michael, na wachungaji baadhi ambao waliweza kufika ambao si kuwafahamu jina yao, lakini namshukuru Mungu kwamba waliweza kufika. Vikundi mbalimbali vya kwaya, wanafunzi kutoka mahali na mahali, watu binafsi kutoka mahali na mahali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, ilienda vizuri sana. Amen. Yes. Lakini pia mtumishi wa Mungu, ni utaratibu gani ambao mnatumia katika kusajili watu wapya kwenye huduma ya Worship Gathering Tanzania? Tunamshukuru Mungu kwamba sisi huduma yetu tumeilenga au tumebase yearly kwa mwaka. Kila mwaka tunafanya usajili mpya. Kila baada ya ibada ya mwisho wa mwaka tunavunja group, tunaanza upya. Yes. Kwa maana hiyo baada ya ibada hii ya Mbeya tayari group lishavunjwa tayari, hakuna group. Yes. Group limeshavunjwa na tunatarajia kuanza mwishoni mwa January. So watu wafuatilie tu social media zetu. Okay. Then tunatoa utaratibu moja kwa moja kwa ajili ya kujisajili. Okay. Ndugu mtazamaji, kwa namna ambavyo mtumishi wa Mungu amezungumza, unaweza kuendelea kwa ajili ya update zaidi, unaweza kuendelea kufuatia katika social media za Worship Gathering Tanzania, Instagram, YouTube pamoja na Facebook, pia na TikTok kwa ajili ya update zaidi juu ya hii huduma. Mmejipangaje kwa ajili ya ibada za mwakani? Pia kwa ratiba za mwakani namna zitakavyoenda baada ya watu kujiunga. Okay, kwa wale ambao wamekuwa na sisi kwa hii miaka miwili, hakuna kitu ambacho tutakibadilisha kwa ukubwa. Lakini tunachoamini kwamba tuta upgrade kidogo. Okay. So, tutakuwa na ibada zetu kila Jumatano saa 3 kamili. Ijumaa tunakuwa na Friday prayers saa 4 kamili. Jumamosi pia tunakuwa na ibada saa 3 kamili. Lakini kila siku kunakuwa na somo linatumwa kwa njia ya audio asubuhi na jioni. Kila siku, hiyo haipoi yani. Okay. Lakini tunamuomba Mungu na Mungu tunaamini atatusaidia kwamba kwa ibada za safari hii tutakuwa tunazifanya live kwenye Google Meet pamoja na YouTube. Okay. Amen. Asante na mtumishi wa Mungu. Lakini pia ulizungumzia kuwa kila mwanzo wa mwaka kunakuwa na usajili mpya. Kwa hiyo mwisho wa mwaka group linavunjwa, mwanzo wa mwaka kunakuwa na usajili mpya. Mmeandaa utaratibu upi kwa ajili ya watu kujiunga kwenye magrupu yenu ya WhatsApp? Okay, tuna waratibu. Tuna waratibu ambao ndo wanaratibu shughuli nzima za usajili. So wao wakipewa details za mtu, wao ndo wanaotuletea sisi moja kwa moja kwamba tuna watu hawa, huyu mtu anatokea wapi, hasali, anasali, ametokea dini nyingine, yote hivyo tunavipata ili tuweze kujua kabisa huyu tunamkategori kwenye eneo gani. Lakini wanaweza kaangalia kwenye mitandao yetu, kuna namba pia huwa zinapita za waratibu. Wanaweza kutuma message, wanaweza kuingia inbox kwenye mitandao yetu ya kijamii na kusema mimi nataka kujiunga. Sisi tuko tayari kwa ajili ya kufanya hiyo. Okay. Pia wengine wanapenda kujua kuna masharti yote ya kujiunga kwenye magrupu yenu? Hapana. Sisi tunachotaka ni mtu aweze kumjua Kristo. Hallelujah. So
akisha ingia tunahitaji tuwe committed. Amen. Hilo ndo la kwanza, kwa sababu tutakufuatilia kweli. Tumeona hii miaka miwili ni kama tulikuwa slow hivi, yani kwenye hatakuwa, yani tulikuwa soft. Lakini sasa hivi tunataka tuwe tunawafuatilia watu sana sana, kwa sababu tunagundua mtu akishaingia tu anaona hapati alichokuwa anakitaka anakimbia. So tunatakiwa tuende nao taratibu mpaka vitu vitokee. Amen, amen. Hiyo imekaa vizuri sana. Pia kwa watu ambao mnalenga watu walikalipi? Basically ni wote. Okay. Bahati nzuri tuna watu aina mbalimbali kwenye magrupu yetu. Tuna wachungaji sisi wengi. Tuna wachungaji kutoka madhehebu tofauti, tuna wazee wa kanisa, tuna wainjilisti, tuna walimu wa nyimbo za nyimbo hizi, tuna waimbaji. So kila mtu ambaye tutampata tunamweka kwenye kundi fulani. Sisi kuna watu ambao walikuwa addicted na mapombe, addicted na madawa kulevya, addicted na bangi na nini, makahaba. Wote waliokuwepo ambao wamechange, tuna reference zipo nyingi. Kwa hiyo tunajua kabisa huyu mtu anahitaji labda kitu fulani, so tunampeleka huku, lakini mwisho wa siku wote tunakaa nao pamoja, halafu hakuna mtu anayekuja kujua kama huyu alitoka kwenye kundi gani. Amen. Yes, tunamtukuza Mungu kwa ajili ya hiyo. Amen. Mmoja wa mafanikio ambayo tumeona mkifanya mwakao ni ujenzi wa kanisa pale Mtwara. Kwa nini ilikuwa Mtwara? Pia kwa mwaka 2026 mmejipanga kufanya wapi? Hapa ni Roho Mtakatifu mwenyewe ndio wale utusaidia kuhusu ishu ya Mtwara. Basically tuna marafiki ambao wako Mtwara na tukaoneshwa eneo la Misufini kuna watu wanasali kwenye kanisa la udongo. So we had to go there. Tukaenda kufanya ibada kule. Nafikiri watu wameona kwenye social media zetu, kwenye kanisa la udongo kabisa. So ndio tukaanza kufanya fundraising sisi kama sisi vijana, lakini kwa kuungana na vijana wa KKKT Mtwara pale. Ndipo ambapo tukafanikiwa kujenga hilo kanisa. So tunamrudishia Mungu tukufu kwa sababu sisi ni vijana bwana. Sisi ni vijana na tunaujenga ufalme wake. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya hilo. Mambo yanaonekana yanatumia gharama sana. Kwani mnawafadhili? Mtumishi wa Mungu sisi hatuna wafadhili. Mfadhili wetu ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. So hata hizi charity ambazo huwa tunazifanya ni tunashikana wenyewe. Sababu sisi tunafanya kazi, baadhi wengine wanafanya biashara. Hivi unajua kama kuna watu wengi sana wana fedha lakini hawajui wazipeleke wapi, kwa maana ya kumtolea Mungu. Wakati mwingine hawajui wapeleke wapi. Okay. Kwa mfano, mimi na rafiki yangu mmoja yupo sehemu huko ana kiwanda. Alipoona tunaenda kuona wafungwa, akatoa sadaka ya Biblia kama 100 kwa ajili ya kuwapelekea. So, sisi kama vijana tukiwa kama taa, kuna watu wanatuangalia na wanapenda. Hebu fikiria mimi sasa hivi nikisema naenda kuwaona watu labda Ocean Road, na nikitangaza tu kwamba naenda kuwaona watu Ocean Road, napata support kutoka kwa marafiki wengi. Marutiko, kwa sababu naenda kufanya hivi pamoja na timu yako. Nendeni na hiki. So wafadhili tuwapate wapi? Mfadhili wetu ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Wazo ambalo huwa linakuja linakuwa sio la kwetu, linakuwa la Mungu mwenyewe. So hata watu huwa anawaleta yeye mwenyewe. Okay. Tunamshukuru Mungu sana. Amen. Amen. Hii swala naona lina base kwa vijana sana. Na taifa letu ni taifa lenye vijana wengi sana. Unashauri nini kwa vijana wa Tanzania kuhusu jambo la kujitoa kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu? Kwa sababu pia maandiko matakatifu yameandika. Nimewaandikia ninyi vijana kwa maana mna nguvu nyingi. Unaweza kutuambia namna gani unaweza kuwaelezea vijana juu ya jambo hili? Uwezi kufanikiwa bila kuwa mtoaji. Hicho cha kwanza. Yaani struggle sana. Hasa kwa sisi vijana. Unajua watu wanasemaga duniani ni vita kweli. Yaani huwezi kufanikiwa. Hasa sisi vijana. Ngoja niongee na vijana wa Kikristo kwanza. Niseme tu kwamba Wakristo tunahitaji kujitoa sana. Sana. Yaani sio kidogo. Na issue ya kujitoa wakati mwingine inakuwa haina dini, kwa sababu ulimwengu wa roho jinsi ulivyo una principle zake. Principle number 1 kujitoa. Unataka kufika sehemu fulani, jitoe. Unataka kufika sehemu fulani, jitoe. Usione hawa matajiri wakubwa, mara nyingi utawakuta wako kwa watoto yatima, wapo si kuona wafungwa, wapo si kuona wapi. Mtu mwingine anacheka anashangaa, lakini kiuhalisia they know the principles za kuweza kutoboa. So vijana tunahitaji kujitoa sana. Lakini sio tu kujitoa huku kwa sisi kwenye charity na nini. Start at home.
Je, unamwangalia mzazi wako, baba yako mzazi, unamwangalia mama yako mzazi, unamwangalia dada zako, kaka zako, watoto wa dada zako, kuna yatima ambao unawaangalia. So wakati mwingine tunakuja tunalaumu kwamba hiki hakitokei, lakini huku nyuma haujafanya chochote. Na nimeshakwambia hii dunia ina principle. Mbingu inaandika, ardhi inaandika kwamba huyu mtu alifanya hivi, huyu mtu alifanya hivi. Ni kwa nini watoto wa mishonari walifanikiwa sana? Kwa sababu walikuwa wanatembea nchi nzima wakitangaza neno la Mungu kwa kujitoa. Na sehemu nyingine wamejenga hospitali, sehemu nyingine wamejenga sijui vitu gani. Ni kwa nini? Walikuwa wanajitoa. Ukipita hata misikitini, angalia walipochimba wameweka visima vya maji. Wewe unaenda kuchota maji pale ndani. Huyu mtu kwa nini asibarikiwe? Lazima abarikiwe. So vijana tunahitaji kujitoa sana. Sana. Na sio kwamba uwezo hatuna. Hiyo shilingi 1000 yako inatosha sana. Inatosha sana, shilingi 100 tu, 500, 1000, 10,000 kwa ajili tu ya maendeleo ya nchi hii. Of course sisi ndo kuijenga nchi. Nani wa kuijenga mwingine? Tumejenga hilo kanisa la huko Mtwara, tuna uhakika kuna nasara itajengwa pale. Watoto wa eneo lile wanaweza kufanikiwa, wanapata. Tuna uwezo wa kuchimba kisima pale. Tunaweza kufanya hayo yote. Na tukifanya hivyo hata kwako Mungu atafanya. Amen. Ya.